Utafiti umefanywa ikajulikana ni nini kiko ndani ya miraa inafanya ichukuliwe kuwa kama classify kama madawa za kulevya. Na NACADA haifanyi classification ya madawa za kulevya. Classification inafanywa na World Health Organization. Baada ya utafiti na mambo na mikakati mingi kwa wale ambao wanafanya classification, sio shirika letu linafanya. Mimi ninazungumzia madhara. Miraa iko na kemikali. Kemikali cha kwanza ndani ya miraa mayombuka ni ile inaitwa amphetamine. Amphetamine ni ile kemikali inafanya mtu kukaa alert ama kukaa macho muda mrefu bila kulala usingizi ama kupata kulala usingizi. So unakuta wakati mingi wanatafuna wanasema yeye anakula, na unakuta wanakula usiku na mchana kwa sababu ya effect ya amphetamine. Mbona tuseme sio bora? Mulisikia hata director akizungumza tukimza, a drug ni chochote ama dawa ya kulevya ni chochote kitadhuru ama kuaffect, ama dawa drug ni ile itaathiri jinsi mwili yako inaendesha mambo yake, alters normal functioning of your body. So kama inakosesha wewe kulala wakati unafaa ulala, kwa hivyo hii kitu inaanza kukua ni kitu tunajiuliza kwa maswali, kwa nini basi amekula akakosa kulala siku kadhaa? Kwa sababu kwa kawaida mtu anafaa kulala kwa siku kupumzisha mwili kwa masaa inayostahili. Ikiwezekana sana ulale masaa 8 hours, utakuwa umepumzisha mwili yako. But sasa kama unakula miraa na ulali kabisa, kumaanisha hiyo tayari nakwambia hii si kama chakula ya kawaida. Cha pili inafanya tuseme hivyo, kemikali mbili zingine ziko ndani ya miraa inaitwa cathin and cathinone. Na hizi kemikali zote kwa sababu ya hiyo ukikula miraa inakupa madhara fulani. Ile ya kwanza nilisema mtu anakosa kulala, kukosa usingizi, insomnia, sio condition mzuri. Hata mara nyingi wengine kwa kawaida ukikosa kulala utahisi mwili yako haiko kawaida. Na ndio sababu wale wanakosa usingizi lazima pia tembelele mhudumu wa afya. A psychiatrist atakuangalia na kuambie umekosa kulala na sababu fulani, na atakusaidia kama upati usingizi kabisa. Kwa sababu kuna wale wanakuwa na conditions za kukosa usingizi. Kingine watu wakikula miraa ina affect mambo mengi. Digestive system yako. Utakula amekula miraa, kwenda haja kubwa inakuwa shida kubwa sana. Na unakuta mtu anakuwa na kutoa choo haja kubwa inakuwa changamoto kwa sababu anakuwa na choo ile ngumu sana mpaka anakuwa na zile zinaitwa hemorrhoids. Na mara nyingi wengine akijaribu kulazimisha choo ikiwa katika hiyo hali, they experience tears kwa sababu unalazimisha kitu ngumu sana kutoka. Tuko pamoja? And that is why you need to take enough diet mzuri, refuges nini, maji, ndio choo ikuwe ni ile inatoka katika consistency ile inafaa. Sio kitu ya kujilazimisha kwa sababu sasa unatoka choo ngumu mpaka umeshikilia ukuta ukipiga nduru huku ukisema Mungu saidia mpaka you get tears. Na wengine sasa wakipata tears, tukizungumza na vijana huko wengine anakuambia anaogopa hata kwenda kuambia daktari. Mwingine choo imekataa kutoka kwa siku 2 ama siku, badala aende tu kwa daktari amsaidie. Kuna wengine huenda kwa daktari. Ukienda kwa daktari atakusaidia jinsi ya kuloosen stool iweze kutoka kwa urahisi. But kwa vile yeye anaogopa na mambo yake ya kula miraa, naona ni aibu kueleza, siwezi enda choo na ninasikia pressure huko chini, na anaanza kulazimisha, inamuathiri. Na akikosa wengine kwenda kutengenezwa hapo mahali inapata tears. Unajua inamaanisha nabaki na kitu kama kidonda kwa sababu ya hiyo tears. Tuko pamoja? Na mwingine anaiachilia sasa, inakuwa asipoitunza mzuri anapata hata infection. Tuko pamoja? Na wengine inamuathiri sana, ama wengine anajitibu huku kisirisiri bila kueleza kwa sababu ataya in your body inafaa ifungwe. Tuko pamoja? Sasa isipofungwa wengine anabaki na opening, wakati anataka kwenda choo haja ikifika tu kabla afikie choo unakuta wengine anaanza kuleak stool. Na hiyo sio jambo mzuri. Na ndio sababu tunazungumzia tu madhara yake. Kando na hiyo, wengine wanakula wanaathirika even in their reproductive health. Na ningependa msikize tu, usiseme mimi nasema maneno bila heshima. Mimi nawaambia mambo vile yako.
Kwa wanaume wanapata reproductive condition ile inaitwa spermatorea. It affects your system in a way that for men ama wanaume, the sperms zinatoka peke yake bila arousal, bila chochote, kama mfereji yenye imefunguliwa. Na hiyo lazima tena uende kwa daktari to correct hiyo anomaly, hiyo yenye iko kawaida. And that is why utapata wengi wao hata tukizungumza na wao pale, anakuambia roho haitaki mwanamke, roho haitaki msichana. Hakuna roho kama hiyo. Ile iliumbwa na Mungu, itafika wakati itataka, not unless wewe mwenyewe umeamua kupractice celibacy. Hiyo ya kusema roho ilikataa ni aibu, inakushika. Katika hiyo hali utaenda kwa mwanamke gani ama msichana gani? Na wewe utakuwa unavaa vitu ya kuzuia kuloa huko nyuma, kwa sababu ya spermatorea zinatoka peke yake. Utakuwa unavaa pampers, unavaa diapers, tunakutana na wewe kwa duka ya kununua always, na wewe ni mwanaume. Ama utararua towel nyumbani ndio uzuie aibu kwa sababu ya condition. And it must be corrected. Wewe utakuwa mfereji ukienda kwa msichana gani ama mwanamke gani? So unaanza kujikonsole ati roho haitaki. Which roho? Hiyo roho yako haiko. Sawa. Na sio tu wanaume, with the ladies pia wenye wanakula. Even ladies wanakula miraa, wanapata condition, a reproductive condition inaitwa frigidity. In short, ni kama mwanamke amekauka. Tuko pamoja? Kuna mtu anataka kwenda arid land, penye imekauka, utakuwa umeenda one way, unaachana na mahali pa ukame. So ladies pia wawachane nayo, and all shall be well. So those are the effects of eating miraa. Na ingine ni ya kukaa idle pale, you're not doing anything constructive. Wewe uchangii kwa njia yote, kwa sababu wewe unakaa tu ni kujaza upande moja, imefura hivi unatema kesho ama saa 6 usiku ama saa ngapi. Utajihusisha na mambo ya ujenzi wa taifa ama kimaendeleo saa ngapi, na wakati wote umejaza mdomo? Utakuwa kazi ya nani? Hata ofisi hakuna mtu atakupea. Kwa hivyo lazima tuachane nayo.